Yaani wewe siamini nakwambia. Nimeenda kwa mganga. Nilichokikuta. Siamini macho yangu. Nimeambiwa wanangu wachawi. Yaani mimi sijakubaliana na hicho kitu kabisa. Nitafanya kila njia ili tu niwatoe wanangu kwenye uchawi. Haiwezekani. Roho inaniuma. Naumia. Kwa nini wanangu mimi? Nitapigana kwa njia yoyote. Yaani wanangu mimi. Hapana kwa kweli. Yaani mama, ulichokiongea chote tumekisikia. Hivi mama kabisa unaamini waganga? Waganga ni wapotoshaji. Yaani umetulia katika misingi ya dini lakini leo unakuja kuambia si wachawi. Nisikilizeni wanangu. Mimi ni mama. Na ninapoona mabadiliko yenu lazima mimi nihangaike katika hali yoyote ili kujua kitu gani kipo ndani yenu. Sasa mama, ndio ufikia hatua kufanya shiriki namna hii. Yaani majibu yote lakini leo itakuja kuambia si wachawi. Na sisi unatufundisha nini? Kwamba tukikuwa na sisi twende kwa waganga au? Ila mimi nahangaika kwa sababu yenu wanangu. Nawapenda na sitaki mpotee. Sasa wa uchawi tukipindi tunaufanya mambo ulituona mpaka unakuja kuamini kama si wachawi. Huyo mganga huyo ndio muongo na mnafiki. Na usipende kuamini waganga. Sawa wanangu. Tupu ndani ya tobo la moyo. Tobo la moyo. Tobo la moyo. Mjomba, nimeona huu ndio muda mzuri sahihi wa kuongea na wewe, maana mamako alipo. Nimejaribu kuzungumza naye kuhusu yule ndugu yako. Nikamwambia basi tuuze lile shamba, akanikatalia kata. Sijui sasa hapo mjomba unanisaidia. Mjomba, mimi nimehangaika sana kumtafuta. Tena nimehangaika mno. Na sijapata mafanikio yoyote. Ila unanishangaza unapomwambia mama kama tukauze lile shamba letu la kijijini tumsaidie ndugu yangu. Mbona unishangaza sana? Ulivyoshangaa wewe mjomba, basi hata mimi hivyo sielewi. Ila nimehisi kama dada hana uchungu na mwanawe. Nimeshindwa tena mimi kumfuata yeye, ndio maana nikaja kwako. Ongea basi na mwenzako Limadi, labda akutatokea msaada wowote. Tumsaidie mwenzako. Anko, kuhusu kumwambia mume wangu jambo hili litakuwa ngumu sana. Kwa sababu kipato ambacho anakipata mume wangu ni kinatukizi sisi tu pale nyumbani. Sasa nikisema eti nimwelekeze kuhusu swala hili na mume wangu hajawahi kuamini kabisa mambo ya uganga. Unaponiambia nimshirikishe ni ngumu. Yaani ngumu kabisa. Ningewa na mimi kidogo cha kwangu ambao akiba ningeitoa ili kuchangia. Ila mimi mwenyewe sina chochote. Kwa hiyo nashindwa hapo jinsi gani ya kumsaidia ndugu yangu. Mjomba. Elewa damu nzito kuliko maji mjomba. Msaada unao. Ni ndugu yako yule. Fanya juu chini, ongea naye, ataelewa. Au basi hata wewe mwenyewe jibale bale. Tumsaidie. Ila unaposema hivyo mjomba, unanikatisha hata mimi mjomba wako tamaa. Mjomba, mimi nimesema sina msaada wowote. Kama mama yake mwenyewe tu kakana katu kumsaidia mwanae ambaye kamtoa tumboni kwake kamlea, kakataa kumsaidia. Mimi ni nani? Mimi siwezi kumsaidia na sina msaada wowote. Mimi sijui jinsi ya kusaidia. Basi sawa mjomba. Nimekuelewa. Sawa. Tobo la moyo linauma. Shemeji, mimi nilikuita hapa ni juu kulingana na matatizo niko nayo. Kwa sababu nikizingatia shemeki yangu alikuwa anakaa nyumbani kwenu.
hiyo nilikuwa nakuuliza, ile mazimu iko na shemeji yangu ili mkutaje kutaje? Ndio jambo nilikuwa napenda kuja kuongea nawe kwa sababu alikuwa anakaa pale nyumbani kwenu. Kwa hilo shemeji mimi hata sitambui. Yaani sielewi kabisa, tunaona tu mtu ghafla amekuwa chizi. Ila mimi sijui kilichomkuta ni nini. Alafu unajua hii mambo niko nafanya kusiri. Mke wangu asijue. Niniomba wewe na mimi tushirikiane kumtafuta. Wewe ulikuwa unaonaje? Hilo tu hamna shida kabisa. Kumtafuta inawezekana. Mimi nitakusaidia, tutamtafuta na nina imani tutampata. Wala hata usijali. Na kulikuwa jambo lingine nilikuwa nishaamua. Nende nimtafute mfumo mwenye atakia kutatua hili jambo kwa sababu naona mambo inaendaenda hivi yani. Mfumo? Mfumo ndo nini? Nilikuwa napenda nimtafute mjuzi ambaye atamaliza hii mambo. Yaani unamaanisha mganga? Yeah. Shemeji, kwani hakuna njia yoyote labda inaweza tukamsaidia yule chizi kupatikana au kupona ukiachana na mganga? Unajua shemeji, mtu alipotea kwa njia ya giza. Kwa hiyo inabidi atafute kwa giza. Sijui umenielewa? Kwa hiyo shemeji yangu, kwa hili ningeomba ushirikiano wangu. Ganga. Basi hamna shida. Tutafanya hivyo, usijali. Kwa hiyo shemeji yangu ningeomba ushirikiano wangu. Haya, sawa. Unasijia? Sawa sawa. Kwa hiyo mimi naenda basi. Sawa. Siku nyingine basi tutaonana. Nimekuita hapa na jambo muhimu sana kukwambia. Kwanza naomba unisamehe kwa kitu ambacho ninachotaka kukwambia. Tena naomba unisamehe sana. Na naomba usinielewe vibaya. Hii yote ni kwa faida yako wewe. Na mimi pia. Lile tatizo lako tumeshapata suluhisho. Haya, naambia ufumbuzi gani? Maana mimi ile swala limenitesa muda mrefu. Yaani limeninyanyasa kweli kweli. Sasa kama mamangu ameletea habari njema, hiyo ndio furaha yangu. Maana si shida zangu tena basi. Suluhisho lenyewe. Yaani mimi nahitaji kulala na wewe. Yaani namaanisha mimi niingiliane na wewe kimwili. Ndipo tatizo letu liishi. Unasemaje? Hivi unajisikia unachokizungumza mama wewe? Kinachokutoka kwenye kinywa chako. Umetafakari na ubongo wako? Kwa makini. Yaani mimi nawezaje kulala na wewe? Wewe si mamangu wewe. Kwa imefika stage mama sasa wewe unanitamani mimi. Mwanangu, ujue hii ni faida yako wewe na mimi pia. Alafu unaniambia yani nakutamani kivipi? Hili ni tatizo tunahitaji kulitatua. Sasa ni tatizo gani hili? Hili tatizo gani hili? Yaani tatizo gani la kulitatua kwa staili hii? Wewe si mamangu na mimi si mwanao. Sasa unaongeaje vitu kama hivi vya kishenzi? Si ujinga unazungumza mamangu. Wewe una kabisa hili swala kutatua kwa staili hii kweli? Yaani unaniona mimi naongea ujinga? Mwanangu. Na kupambania wewe. Sio kwa staili hii. Yaani sio kwa staili hii. Yaani sijui babangu alikutoa wapi mwanamke kama yeye mpumbavu. Yaani unaniita vitu mpumbavu tena hapa. Leo mama namroga mtoto. Na kuna muda najaribu kuzivumilia shida ila hazizoeleki. Visasi haviishi kisa mapenzi. Twaenda wapi? Mama, mambo yameharibika. Yaani hatuna jambo tena.
Yaani sikwambii mama. Niliyoyaona huko. Mchezo umeisha. Katika pitapita zangu huko njiani. Huko nimekutana na mkaka sijui nani, anadai kwamba shemeji yake. Kaniambia kwamba nimsindikize nimpeleke kwa mganga akamtibia yule chizi. Mama chizi anaelekea kupona. Chizi anaenda kupona. Yaani tunaumbuka mchana kweupe. Punguza mkali mwanangu. Yule chizi hatopona. Kama tulimweza kumweka chizi, hatopona kamwe. Mimi ndo mama yako. Kuna mchezo nitakofanya usiku wa leo. Yaani mama mpaka moyo unaenda mbio, naona depression. Mama kila siku mtu wa maneno, afu maajabu zero. Usijali mwanangu, apunguza mkali. Unapata pressure nini mwanangu, tulia. Mama kweli, mama, acha masiara ujue mambo yanaenda kuharibika haya. Huo mchezo ni mdogo. Kama tulimweza kumweka chizi, hatopona kamwe. Mama unaniahidi kweli? Nakwambia mwanangu, yule hatopona. Mama mtu wa maneno ujue wewe. Mana drama zimekuwa nyingi umu, hatuni nani wa kumlaumu. Misukosuko mitu. Sasa shemeji, mke wako tumemtafuta na tujampata. Mpaka sasa hivi na wewe umekishakata tamaa tayari. Ni kweli kabisa. Nipa dakika hii kweli nimekata tamaa. Ila kwa sasa hivi niamua nifanye maisha yangu, na haya ndio maisha yangu ambayo naona sasa hivi. Kwa kweli shemeji, mimi nimeshindwa kukusaidia. Maana hata mimi nakaa kwa dada yangu sasa hivi, mwenyewe unafahamu. Sina msaada. Ni kweli. Shemeji, usijali. Maisha haya nitapambana nayo. Na vipi kuhusu ofisini? Ilivyotokea shida hapa kwa mke wangu, hata ofisini kwani nimefukuzwa. Basi sawa shemeji yangu. Ndani ya tobo la moyo, tobo la moyo, tobo la moyo, tobo la moyo, tobo la moyo linauma. Okay. Mimi nimekubali kushirikiana na wewe ili kuhakikisha kwamba tunawezaje kupata ndugu yako. Basi haina shida. Mimi niko pamoja na wewe. Sawa. Ila mimi nina sharti. Sharti? Ikitokea mimi na wewe katika ushirikiano wetu tumeweza kufanikiwa kumpata ndugu yako. Mimi natangaza ndoa. Kweli? Ni jambo jema. Siamini ujue. Unajua kitu ambacho nimekitafakari ni kwamba haiwezekani mimi na yeye tuaso tuweze kumtafuta ndugu yako alafu tumpate tumrudishe kwa mumewe. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Kwa sababu mimi napoteza muda wangu, pia isitoshe nitawekeza pesa zangu ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Sasa leo nampata alafu eti wewe nimchukue nimpeleke kwa mumewe. Haiwezekani. Sawa. Haina shida, niko pamoja na wewe. Kwa kila njia tuko pamoja. Kweli. Basi mimi nadhani hatuna muda wa kupoteza zaidi. Haina shida. Hiyo ni maana siku zote anakuambia kama ule tafuta naye kuni ndio kuota naye. Mimi nadhani hapa kuna kitu cha ziada. Endelea, hakuna cha ziada. Maila, unataka kuniambia unafanya nini hapa? Hebu relax. Ukikuta watu hapo kwenye maongezi. Hebu unajua hapa tunazungumza nini? Wewe. Hivi, unajua unaongea na nani? Sawa. Najua naongea na mume wangu. Ila unapokuta watu wana maongezi, hebu tulia. Tatizo hujui sisi mimi na wewe tunaongea nini hujui. Unafahamu huyo? Wewe. Afu wewe. Usitaki kunifanya mimi ni mjinga. Sawa? Tena unisikilize kwa makini. Usinione kama mimi mpumbavu mwenzio. Uko nasikia? Naweza nikakupiga Isa mpaka utaregrete. Mshenzi wewe. Wewe unajua mimi nani? Mimi ndio wananitaka Yabiso ya Bango. Kwa hiyo leo unapambana na Yabiso. Sawa? Tulia basi. Funga kinywa chako. Funga kinywa. Wewe mshenzi. Nasema hivi. Wewe sio kidogo.
Wewe si ndio kidume? Wewe si ndio kidume? Blaza, hapa hatupo Kongo kwenye vita. Siku yote niko nakwambia mimi unizalie. Kwa hiyo naona huyu ndio lazima, sio vile. Sasa wewe leo. Wewe leo mimi nakuonesha. Mimi kwani kuna shida? Jamani tulia sasa. Hebu tuondoke kwanza. Unaona unaweza sana. Tobola moyo. Nimekuita hapa, nina jambo moja tu. Unajifanya mjanja sana. Umeshindwa kunisaidia mimi tatizo la mwanangu. Na nimekuomba sana tu. Sasa nakupa taarifa. Nimerudi rasmi kwenye chama. Umekula nyama ya mwanangu. Umekula nyama ya mume wangu. Safari hii lazima na wewe mwanao tumtoe kafara. Maana umezoea tu kula nyama za watu. Na ulivyo mjanja ukamleta mwanao kwenye chama. Sasa tutamtafuna nyama safari hii mwanao. Hapana, hilo haliwezekani. Mkuu mimi amenipa ofa. Amekupa ofa eh? Na ndio maana mwanangu kaingia katika chama. Sasa unajua uwezo wangu na unajua cheo changu na unajua jinsi gani nilivyokuwa na roho mbaya. Subiri vitendo. Misukosuko mitupu ndani ya tobola moyo.